Ni mawasiliano. Kalepa imekuwa watoto wetu hao mnaoangalia wanahitaji kujifunza vitu mbalimbali. Lakini unaona kwa nini nakuja wametajwa wabunge wangapi hapa? 7 waje kuja hapa nyumbani. Lakini ingekuwa ni ajabu mimi mbunge hapa nisije Kalepa. Ni aibu kubwa sana. Nimeenda paka Morwe, nimefika wakati naomba kula. Na kwenyewe naenda si nyumbani. Kwa hiyo niwapongeza sana kwa kuanza barabara na wapongeza sana. Kwa mara ya kwanza toka kuumbwa kwa dunia leo tunakanyaga na gari hapa. Na nipeleka maji mmeomba hapa Kalepa. Lakini niwaambie wana Kalepa, maji kuyatoa pale na angalia jinsi ambavyo wamama wanapata shida kupanda ule mlima. Ni wakati wa kuwasaidia. Niwaombe, maji haya lazima umeme kwanza ufike hapa. Wakati naingia madarakani, Mheshimiwa Rais ametoa trilioni 1 na bilioni 200 kufikisha umeme vitongoji 909 nchini. Ikiwa ni pamoja na Rukwa Kalambo tuna vitongoji 422. Lakini tumepata vitongoji 156 katika wilaya zote za mkoa wa Rukwa. Kalambo tumepata 25. Mimi baada ya kuvipokea niliwasiliana na Mheshimiwa Diwani. Umeme hapa unakuja ni maelekezo. Na mkandarasi nimepiga simu juzi, alikuwa anaandaa zile nguzo zile. Anaingia wakati wowote. Ni umeme mumashu mwaka kweneo. Lengo langu ni nini? Umeme utakapofika Mheshimiwa Diwani, tunapaswa kumwelekeza mkandarasi. Katika mkataba wa mkandarasi anataka kujenga kilomita hizi mbili. Kwa line atakapokuwa ameziweka tunaangalia kufuatilia zimebaki kilomita ngapi. Zikisalia tunamwambia unganisha kupeleka maji kule, kupeleka kule line ya umeme kule. Ili tukatege sasa pale. Tutengeneze mazingira mzuri, maji yale yavunwe. Yakivunwa kwenye tenki yatasafiri, alafu tunaweka mpira hapa. Maji si kuna pressure kutoka kule juu ili waweze kuchota maji hapa. Hayawezi kuja bila nini? Bila umeme. Kwa niwaambie nitawapa ushirikiano. Nawapenda sana wana Kalepa na nitafanya hivyo pale ambapo naona sasa ni wakati wa kufanya hivyo. Swala za zahanati ni kipaumbele, watu wameshakuwa wengi. Anzeni, nilikuja kuambia hata kwenye kampeni kwamba anzeni kujiandaa. Sheria na sera ya nchi hairuhusu kujenga zahanati kwenye kitongoji, ni kijiji. Sasa na wanaangalia kituo na zahanati inategemea na population ya watu. Kituo kinajengwa pale Samazi, leo lazima tuangalie watu wengine wenye uhitaji. Umbali hapa ni mbali. Hapa anzisheni, mkishamaliza shule muanze kujenga kwa nguvu zenu. Mimi wakati niko mbunge ndio kuwasaidia. Mkianza kujenga finishing ya juu kisha kwenye linta analeta milioni 60-70 kama ambavyo nimepeleka maeneo mengine. Ili sasa mnufaike, huduma yenu itawakuta hapa. Mwanzo mlioanza wa shule huwa inaendana na zahanati na miradi mingine ya serikali. Kwa hiyo mimi nitawasaidia sana. Swala la shule ni kipaumbele. Nimekuwa naumia sana. Unaona watoto hawa wanashindwa kusoma wengi sana Mheshimiwa Diwani. Hawaendi shule kwa sababu ya umbali. Wanakwenda kule wanarudi na njaa, kesho haendi. Hata ungekuwa ni mzazi wewe mwenyewe unasema wewe moi karanga sile. Kwa hiyo mimi nilikuja hapa nikawashawishi shule na nikatoa maelekezo kwamba nitawasaidia bati na nitatoa ushirikiano mpaka mwisho, na tunataka mwezi wa kwanza watoto waanze kusoma hapa. Niliwaahidi bati 120 zipo ofisini zimeshafika. Tulitoa masharti. Ngamwama Rukuku la katibu ni huyu hapa. Nimepata mfuko wa jimbo milioni 73. Nimegawa maeneo yote. Nimegawa Kipanga kule kuna madarasa mawili nimetoa bati 60 nafikiri 60. Alafu sisi tumetoa wapi tena? Senje pale tumetoa kwa mwalimu tumetoa, na nimemwambia leo akachukue. Bati zipo. Chaneni Kenchi mwenyekiti wenu wa kijiji aje afuate pale bati mje mpaue. Na nitakuwa nafuatilia. Mfuko wa jimbo ukitoka muandike barua tena. Muandike barua ili mpate nini? Cement na waletea mifuko 50.
ili muanze kufanya usafi. Nikisema kwa uchumi uliopo, nikisema muanze kujichangisha, hatumalizi leo. Kwa nitawapa mifuko 50. Nyie kazi yenu ni kupeleka mchanga. Lengo tunataka mwezi wa kwanza wawe wameingia walimu hapa waanza kufundisha. CCM oye! Hapo vipi hapo?